Je, sikuambia kwamba mkono wa Mungu umeshafika? Je, mambo yanayoendelea duniani sasa hivi, je, mnafuatilia? Haya, ngoja nikwambie jambo moja kwanza kabla sijaendelea na mambo mengine, kwamba sasa hivi bara la Ulaya kutokana na joto watu 20,000 wamekufa. Hiyo sio rasmi, hiyo ni taarifa ambayo sio rasmi. Ina maana hiyo idadi inaweza ikaongezeka kutokana na kwamba kuna baadhi ya watu wanafariki lakini hawaripotiwe. Sasa unaambiwa vile vyumba vya kuhifadhi maiti au miili havina nafasi tena. Halafu vile vile lazima uelewe, asilimia kubwa ya hao wanaopoteza maisha kwa hilo joto hapo Ulaya ni watu wenye ngozi nyeupe, kwa sababu ngozi yao haiwezi kuhimili vishindo vya jua lililoko sasa hivi. Haya, ni mara ngapi tumeona hali ya hewa ya namna hiyo hapo mwanzo kabla ya hii? Hii nadhani ni mara ya kwanza kwa yeyote aliyezaliwa mwenye miaka hata kufikia umri wangu. Mimi sijawahi kusikia kitu cha namna hii kwa sababu umri wangu niliofikia sasa hivi, lakini naweza nikasema sijawahi kusikia wala kushuhudia jambo la namna hii kwa miaka 60 na kitu tunazungumza hapa. Alafu sasa hivi kinachoendelea ndio hicho. Sasa ndio mwanze kuamka na kuamini kwamba jamani, msione tunaongea hivi vitu, tunaongea kwa kutaka kuwatayarisha ili muelewe kinachoendelea kiuhalisia, ili muweze kujua nini la kufanya. Mimi nishawaeleza mara kadhaa hapa kwamba jamani, inabidi tuanze sasa kujipeleleza wenyewe ndani yetu na kuachana na vile vikundi au dini ambazo zilikuwa zinatupoteza. Dini sasa hivi zitakwambia ndio kutokana na maandiko, lakini je, wanatokanaje na maandiko ambayo tayari imefahamika kwamba au imethibitishwa kwamba ni maandiko ambayo yamefanyiwa ubabaishaji wa kuyageuza na kuyapindisha na kuwekaweka mafumbo, ihali kwamba kinachozungumziwa kiuhalisia katika Biblia ni mambo yaliyofanyika hapa Afrika. Sasa huyo Kristo mzungu, mbona sasa wazungu sasa ndio wanaokufa na hili joto, na Waafrika wako pale pale katika joto hilo hilo? Sasa ndio utajiuliza swali hapo, je, wakati wa hukumu umefika? Je, umefika katika namna ambayo Biblia ilizungumza? Jiulize maswali hayo, alafu ndio utajua kwamba mkono wa Mungu umefika, na hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa anakwenda kinyume na kanuni za anga mtambuka, mbingu kuu, the universe, kwa kuleta uharibifu katika jamii ya watu wa duniani kwa kujifanya wao ni bora kuliko binadamu wengine kutokana na rangi yao nyeupe na kutokana na kujilimbikizia mali ambazo wameziiba kutoka katika bara la Afrika. Halafu wakadhani wataendelea kuwa salama milele. Hicho kitu cha namna hiyo hakuna, kwa sababu uwiano unakataa. Palipo na haki lazima itendeke haki, na kanuni kuu ya anga mtambuka ni haki na dhamira njema. Sasa je, ni wakati gani hawa walitufanyia katika mambo ya dhamira njema? Hebu jiulizeni, na wao wenyewe wajiulize
kwamba ni lini hawa waliwahi kuwa na dhamira njema mbele ya binadamu wenzao, hasa wenye ngozi hii. Waseme sasa, wasilalamike wala wasidhani kwamba eti sisi ndio tunayotoa hiyo adhabu. Hapana, mimi nilishazungumza hayo mambo, kwamba mkono wa Mungu, Mungu wa kweli, sasa ameamua kuwaonyesha kwamba yupo Mungu wa kweli. Sasa wewe ukae na ubishibishi wako, alafu siku zinazidi kwenda hizi na mambo yanazidi kubadilika, na usidhani huu moto utapoa. Kama itakuwa ni bandika bandua, likitoka jambo la hilo yatakuja mengine. Sasa usifikiri mimi nakutisha, mimi siko hapa kukutisha, ila sasa wewe uanze kubadilika, uanze kuwa na msimamo wa upendo ule usio na masharti, upendo usio na unafiki, na ukaanza kuona kwamba kweli katika yote ambayo tulikuwa tunayafuata siku za nyuma tunabidi tuachane nayo, na uanze kufanya utafiti kujihakikishia, ili ujiridhishe, baadaye uachane na hao watu wanaoendelea kukushikilia wakakwambia hao sasa eti wanaozungumza kama hivi ninavyozungumza eti wao ndio waliopotoka. Yaani ina maana kwamba mtu kama mimi eti ndio niliyopotoka. Wao watasema kwamba mimi nimepotoka, wao watasema kwamba wao wako sawa sawa, ili waendelee kukushikilia wewe. Narudia neno langu ambalo nilishazungumza siku za nyuma kwamba je, si hao kwenye maandiko yao walisema njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba na wapitao kwenye hiyo njia ni wachache? Je, ni kweli kwamba hiyo njia ya hizi dini, hiyo njia ya hizo dini ni nyembamba? Mbona zina watu lukuki? Hayo mabilioni ya watu wanaozifuata ndio kusema kwamba ndio njia nyembamba yenyewe? Wewe katika bilioni hizo 8 ambazo na zenyewe wamedanganya kwa sababu hazifiki, kuna karibu bilioni 3 kwa 4, nusu kwa nusu. Sasa nusu kwa nusu iwe iko sawa sawa, halafu unaambie kwamba eti inafanana na kusema kwamba njia nyembamba. Njia nyembamba ifuatwe na watu nusu milioni ya dunia, ya wingi ya idadi ya dunia, halafu uendelee kusema hiyo ni njia nyembamba. Hamna kitu cha namna hiyo bwana, hakuna kitu cha namna hiyo. Na mimi siwezi kuendelea kuzungumza mengi sana, kwa sababu hilo na lenyewe linatosha, kwa sababu hali halisi inaonekana, na watu endeleeni kufanya ubishi, lakini mambo yataendelea zaidi ya haya, na ndipo tutafika mahali mtajua kwamba sisi tuliokuwa tunajaribu kuwaeleza ni kweli yalikuwa ni maelezo ambayo yana uhalisia ndani yake.